Like ni usiku niko huko. One day now when I was in my house, not once or twice, nimeamka asubuhi nikachukua kamba. Madi. Yes. Kamba. Na Google like how to die easily. This is how the devil is working. I don't know towards who, because it's not me, because I'm not giving up. Mamangu akirudi 100 meters from home, walianguka wakajichora kama amepasuliwa huku, hataki kuniambia, so amejifungia huko. Imagine the pain at my sister hajai kuja hosi, hizo zote hosi nimetravel hata kuniona. Na mwandasha ni Juana. I called my sister once when I was sick. She told me I should send her transport. So what's up, my beautiful people? It's your girl again, May the Super Girl, and man, I'm super excited, guys, for your support. You guys have been with us since we started this journey. We do not take this for granted, man. Like, for your subscription, and we really appreciate as May the Super Girl show, manze. Na wewe kama bado hoja subscribe, tunasemanga umetuangusha mbaya. So guys, make sure that you subscribe, like, comment, share, and also, man, kama kuna kitu yenye unaweza taka tu change, nimekuwa nikiona comment section, matuambie hey, sijui sound, si munaona video ya pili sound ilikuwa fiti. So guys, anything that you want to tell us, man, mnaweza kuwa mna to reach out DM nini. Ndio pia sisi we grow, ama ndio hata sisi we said we are creating a very big community. So guys, anytime uko na maybe issue unataka tubonge, tuingie DM tuambie iko hivi na hivi. So guys, thank you so much for joining us again. Just to remind you that all you need to do is subscribe, like, share, and also comment, ladies and gentlemen. Now, kama wewe ni returning subscriber, thank you so much. Na kama wewe ndio una subscribe siku ya leo, karibu sana to the community. So ladies and gentlemen, leo I'm here with someone I call a brother. Someone that I really love. Na ni mse nilijua ni kitambo sana, since hata sijui ilikuwa since lini, but guys, ilikuwa kitambo sana. And atawambia story yake, but it's a beautiful story, it's a sad story, but God amempatia strength nyingine noma sana. Na hata mkimwangalia ni kijana mali safi chito. So guys, introducing the one and only Madi VD. Wapi makofi ya Madi VD? Karibu sana Madi. Yes, I'm glad. Yes, I'm glad to be here. Yes. Shukuru sana. It's an honor. Thank you so much. Yes. Karibu sana hapa kwa May the Super Girl. Na pia ulikam kwa launch yangu, manze, I really appreciate. Yeah. Nimwambia ni bro yangu, ladies and gentlemen. We have to support each other. Yes. And I really appreciate, man. Thank you so much. Good. So, mimi nikikujua, nianze kusema nikikujua ilikuwa kitambo kidogo. Yeah. So maybe unaweza tuambia jina yako, utuambie unafanya nini? Yeah. My name is Kelvin Githinji, aka Madi VD. I'm Baba Alvian. Mimi ni mzazi pia. And I'm happy to be here. My story ilianza some few months back. Before your story, yes. Kwa nini wanakuitanga Madi VD? Madi VD ilianzia pale Dormants. That is 15 years ago. Nilikuwa nauza movies. DVD. Okay. DVD movies now, yeah. So nilikuwa hoka hapo, nilikuwa nauzia hao wazungu. Yes. Okay. So jina ilitoka hapo. So job ilikuwa tu ni kuuza ma DVD, ni watu wako na wakute ma DVD. Mimi hata nilikuja kujua unaitwa Kelvin juzi. Si sahi. Juzi nimejua unaitwa Madi. Na mimi nilikuwa nakujua ma DVD for a very long time. Wewe ungetuambia kwenyu ni wapi, home ni wapi, like I was born in Nyeri, a place called Gangarithi Shiaraine. Huko ndio nilizaliwa. After kuzaliwa Nyeri, nikakuja huku like 18 years ago. I started sasa kuuza hizo movies. Nilikuja huku nikaanza kuwahoka, kaanza kushikana na community, hivyo. Sijai rudi home. Lakini mimi unaenda home, lakini sijai rudi kwenda like kuishi huko. Yeah. Nanyuki I love Nanyuki. Now I know Nanyuki is home. Yes. Nanyuki is home. And I love the community. Mimi nikijua Madi, ladies and gentlemen, nilikuwa najua Madi ni wale wasei. True. Ule msee kijana alikuwa na matatu na bado ziko tu. Ziko. Madi, the first time nilikuonanga I was like, hey, who is this guy?
light skinned, yeah. matatu, ulikuwa yani sijui nikuite bad boy. Tulikuwa sisi hao those yani, days. Maboys wote hao wale yeah. Ndo kusema like yani wewe ndo ule msee. Yeah, true. How was that? How was that like umetoka ule kijana ametoka Nyeri. So how is it that ulijipata umekuwa sasa wewe ndo the conqueror, the empire? Yeah. I was through bidii kitu ya kwanza. Yes. Cause unasikia hiyo jina ma-DVD litoka through kufanya kazi kwangu. Nilikuwa najituma. Kitu ya pili society, community tunakaa nao vizuri. Yeah. Cause huwezi julikana hivyo in a good way. Yes. So na thank Mungu after kunileta huku it was not easy. Yeah, moving from Nyeri to here because I didn't know anyone. I just had rumors that my uncle anauzaga movies huku. Okay. You see, so I had rumors. So nilikuja na matatu hivyo nikakuja nikafika wapi. Up to there I started my family. Mambo ina happenigi but I'm happy. Bado mahali wako waendelee kuishi. So you mean like ukapata family alafu with some time mkawachana? Yeah. Through that unasikia tu bad boy hizo. Yeah. So at that time hatukuwa tumekomaa pia kiakili. Ni kweli. But now we are here. Okay. Yeah, we are seeing life in a different perspective. Sana. Yes. Through the journey, through the ups and downs. Yeah. Yes. And najua you have a long story ya kutuambia before, but sasa kwanza nataka urelax ndio. Yeah. Ndio maana nataka kwanza unipigie story ya venye sasa ulikam, hiyo story ya wife. Una mind kutuambia what really happened ama unataka tuko chini ya maji? Okay. Bad boy. Yeah. I've married several. Hey man. Yeah. What do you mean several? Yeah, several. I have several kids as well. Kuna watoto kaa 4 5. And mabibi ni wangapi? Hao bado. Jua ndio wazazi wao watoto. Yeah. Yes. So life ya street ijakuwa rahisi. You know? Kwa sasa umechukua demu wenyewe umempeleka home. At the same time unampeleka home saa ile uko na pesa. Bila in the back of your mind huwezi msustain for long. Okay. So unapata at those time uko hapo hivyo unaanza kurealize kwa hivyo family having a family ni mzigo pia. Yeah. Unaona? So day one unaanza kuona nimedoko madhau nimewapelekea 800 so hata stock kurudisha ni ngumu. Na umezoea bachelor ni ile down yako peke yako. Obviously I was not old enough to start like knowing I have to be responsibility zangu. So I was young. Yeah. Okay. Yeah. So umesikia Madi familia ni wengi. So anyway, wakati mwenye sasa umesha move on na life kaka, sasa uko solo, karudia sasa ile life yako. Nikarudia tu life yangu ya kawaida. Yes. Then sasa kuna historia ya your sickness. Yes. But before tuingie kwa sickness, wakati uli divorce did you remarry again ama? Like right now since like the last wife that I had ni Mama Alvian. Tumeachana nao for the last 1.5 years kutoka sasa ni sick. Although sasa kuna tofauti ya kutoka nijue niko na shida ya mgongo na tofauti ya kutoka nijue niko na cancer. Aya, acha turudi kwanza hapo nyuma. Okay. Shida ya mgongo. Shida ya mgongo ilianzaje? For the last hiyo umesikia for the last 10 years even my friends in town they could wake up a seat oda mtu mzee kuniliko anaamkia kiti. Wait. Juu ya hiyo gangster. Asha nilikuwa nimedevelop wanajua niko na shida ya mgongo. For the last 10 years now. Okay. Unaona minus this year now. For the last 10 years. The last 10 years wamekuwa wakisema ai kwa nini unatembea hivi? Kwa nini unatembea hivi? Hii shida ya mgongo inaweza kuwa ililetwa ni juu ya ile bad, na ningependa kidogo pia utuguzishie hivi bad boy kidogo ndio we understand like mtu mwenye anajua Madi anamjua Madi alikuwa very vocal. Madi sherehe alikuwa anapiga good one and all that. So hebu kwanza tupatie hiyo part ya bad boy na usherehe alafu sasa tuingie the other side. Okay. Me when I was nikianza hiyo bad boy nilikuja hii Nyanyuki nikiwa nimetoka Nyeri, very humble, very skinny. That part skin and light skin. Very so kamtutuka kapolite. Target yangu ilikuwa kutafuta do. But ile town yenye nilikuja ikaleta vitu zingine kwa macho yangu. So I started weighing
Okay. I came here to look for money to go back and help my family. Yeah, nice women willing to go sherehe, Drinks. everything, drinks, and the same thing na Nyanyuki, people can buy you drink and True. They're very generous. They're very generous when it comes to drink. So mi nikaanza hiyo sherehe, wakanipiga sana. Like my friends wenye hata tuko na wao, they used to tukikunywa like unajua mi si wa huku, so tulikuwa lazima kuna katimu hivyo kageto kanaona amevaa vipoa kwa zinajifanyia job. Unajua niko smart, niko na simu, wameiba, so we had to fight. Like it's not easy hiyo jina bad boy, like gangster like tukapigana, ikafika mahali nikaona wananidharau cause niko na kamili kadogo. So nikaenda gym sasa, bad boy ikaingia 100%. na matatu na sasa nikajua tena Nyanyuki town kuna tattoo, nikaanziwa na hii moja from there nakaa hivi. So hiyo bad boy at the same time my heart is different cause nilikuwa natetea vijana wenye wana nguvu after nimeinua hiyo chini. Tukiwa kwa hiyo sherehe ugeguza dem najua. Nimeenda prison for my friends, not even once. Yes. Like unapigana juu ya best yako? Tulienda hapo Moran, best yangu akakuwa kona vita, nikamuona, nikarusha punch 2-3. The next day the guy was so famous, I went to jail for 30 days. Yes. Unakufa kifo wenyewe. Yeah. Okay. Kuna time kulikuwa na vita huku na story na mgomo hivi. I went hata sijui, nikaona youth wangu wako tu huko. Mayouth wangu hapa batu wako huko wanasema tunataka kazi. I went. Punde si punde ma DVD na mgongo yake ya uchungu jera. I went to prison. Hata nilitolewa na community cause wali understand wenyewe niko na kazi. Umeona nashinda town, niko na job, mimi hoka. Why do you go there? Just for my brother. And ma DVD mimi nikikujua nimekujua kama wale wasi wenye best yako haizi pata shida ukiwa. That one I know. Hata si mara moja mara mbili umekampia home unapata. So nakuelewa ukisema ati umeingia jela juu ya mabeste because you're always there for your friends. And personally I really appreciate you for that. So sasa gangster jela nini and life moved on. Bado ukiendelea na job yako. Ukiendelea na job, na try hii familia na hivyo inaisha hivyo. Narudi kwa biashara, najaribu hivi inaisha. Hakuna kazi sijaifanya this town. Ni bras tu na panty sijaiuza. Nimeuza viatu, nimeuza keki, nimeuza food, nilikuwa nazungusha mayai, nilikuwa na a lot of, hakuna kazi sijaifanya. Umezungusha mayai? Si nilikuwa nauza mayai na kujituma. So hiyo pia ugangster, hii kujituma inakuja pamoja, inachanganya watu kidogo, you are always there. Like ukigeuka hivi tuko hapo. Kama ni like for example if you have an event at home and you're my friend. I don't care how much I'm making in my business. I always pack my things and make sure hiyo biashara tunamaliza. Juu kama ni venye sasa, kama ni maboys wanashikana tao ama kuna mmoja amepata issue. Like wewe you are self employed, uko na hiyo shop yako ya kuuza ma DVD. You are always there. So hiyo kubalance, kuna balance aje mabesti, una balance biashara, ugangster, sherehe, how are you balancing all that? Nimekuja kurealize sasa juzi, I have that heart. Unaona? Roho yenye siwezi shika simu hivyo uniambie shida yako. Ninyamaze. I better pass it to someone else. Okay. And we really appreciate you for that. So now wewe kama Madi, I understand of late ama for the last like 10 years life yako ili change to once. And nisaidie hizo serviettes. It's okay. It's okay. It's okay. Kila kitu itakuwa fiti. Everything is gonna be alright. Thank you. So acha tuzieke hapa chini. So as I was saying, like you life yako ilirudi ikatan like for the last 10 years. Nimekuwa nikisikia Madini mgonjwa, sijui kunaenda hivi kunaenda. What exactly happened? Na ulijuaje wewe ni Madi ako na cancer? Atatuambia ni cancer ya nini. So how did you discover all that? After having a lot of pain, obviously when nikikuja job, ilikuwa pain ya? Like exactly? Spine.
lower back hapa hivi. And then I had another friend mwenye alikuwa na the same problem. So after I went to a hospital 10 years ago, the doctor told me I have a disc space. Spine yangu imeachana kidogo. Na nikaweka hiyo kitu kwa brain. Because obviously the step from hiyo disc space, hapo pengine singejipeleka hata kama ningeweza. Because I have to go for an MRI to confirm hiyo disc space kama kuna kitu ingine ama ni hiyo. So I didn't go further. So I packed in my mind kajua niko na disc space. So nimeishi kwenda therapy. Ile massage nimekunywa a lot of painkillers. A lot of painkillers sana. Ilikuwa painful. Na sasa hiyo ujue those things I'm doing, I'm trying these families at the same time. For the last 10 years I'm doing those things that I'm telling you. I'm still a bad boy in a way, but now the pain is too much. Nimeanza kuwa humble. Aya. Guys, let's go on a short break. Alafu we are coming back as we now know what exactly happened to our brother Madividi. Okay, so welcome back, ladies and gentlemen, on May the Super Girl Show. Na before tulikuwa tunabonga story na Madi hapa akituambia how he discovered that he was sick, like being a bad boy, then unatulizwa tu na kisituation tu kimekuja. So uka realize hii pain is too much. Ukaenda hosi hiyo story ya MRI and all that. Now for like at that time sasa hiyo pain sasa tunaongelea last year but one. So I was still with Mama Alvian. But now when the pain is too much, obviously you know hatuwezi concentrate na conjugal life. So hizo vitu zote zinafanya unaona, so I was feeling like I'm a burden to her. So so I had to leave. I had to pack my things and leave. So like you guys broke up because of like uliona wewe ni mzima na watesa, because I couldn't sleep for like months. For 6 months I'm not sleeping at night. They are asleep, so I'm looking at them na waangalia na shangaa wanatoa usingizi wapi, mimi nimeshinda nikitafuta. So I started nikaanza kupata depression. So ni usiku nimekaa kwa ukuta hivi na siwezi doze, usingizi na lala hivi for months. 4 months nikuteseka tu. So after nilikaka nika realize I'm doing too much. So now I had to choose me. Okay, tupeleke polepole. What do you mean too much? Too much inamaanisha like I'm doing too much concentration na mambo ya familia. I'll lose myself. At the same time naamka usiku because I have pain, na waangalia hivi na shanga like ama niwachemshe na maji. You get now I'm starting to go crazy. Na kwa hivyo na shanga, yani nimeshinda nikitafuta mimi sipati usingizi, wamedoze. I understand you because you were very hardworking before. Asa ugonjwa imekuja. Sasa unaona like sasa wewe ndo mzigo kwa hii familia. Yes, and obviously women when you're in that house, akuoni hivyo, ukimwambia hakuna, wewe huwezi sikia uchungu yangu. So nikitoka job nimwambie naona kama nitaleme, nikikaa siku 2 heshima itaanza kuisha kwa hiyo nyumba. Because obviously you're not providing. So I came one day, tukakuwa na ka issue hapo, nikaulizana like the respect is going, like heshima inakosa obvious because amelipa hao mwezi wa kwanza. Alafu tena yeye pia hakuwa amejua
wewe ni mgonjwa wapi? Yes, exactly. Anasikia tu pain. Najui jina kansa haijatokea. Kevin ako na shida ya mgongo, inafaa kuangaliwa. Anashinda akisema pain. Hata mabeste wake wamuuliza, mzee ako aje, ako fit, lakini leo hajaenda job juu ya uchungu ya mgongo. So ikakuwa like for 10 years hiyo ndio wimbo ya Kelvin ma DVD mgongo. Wakati mwenye ulikuwa unaenda hosi, hawako wanakuambia like hizi MRI na nini, what exactly were apart from this story ya disc space, apart from that walikuwa wanakufanyia any other maybe tests? What happens tukifika sasa ni ufike kuwe diagnosed with cancer. Obviously unasikia si ati niko fiti kimfuko, mimi ni hustler. Nimetoka hapa nikaenda General Hospital with the same hiyo pain tu. Hiyo time nilikuwa naenda hosi zote. So after sasa nimeamka asubuhi, the pain is too much, naenda General Hospital. They will give me painkillers. They will send me to therapy room. Niende nifinywe, nisikie imeisha. And then I continue taking the painkillers for 2 months. Itulie. After that now tukakae. Nikuje niwe gas ni change mtungi kwa hiyo nyumba, inaanza tena. So lastly what happened, I couldn't move in my bed. Wait, what? Yeah, after sasa nime divorce wife, nimehepa huko, najua wako tu hapa na sishughuliki, like I'm concentrating with myself. Before we move forward, wife alitake aje like ile designer. Now it's you who is choosing yourself, because wewe tu peke yako ndo una understand hiyo situation yenye uko na ile pain yenye uko. Wife alitake aje, like alitake madia ameamua tu aniache, atajulia hapa the reason I left. Wow. I just had a quote somewhere like you have to shoot with no me there is no me. I took that na nikatoka nayo. So she was asking if like, no what happened? There's no me. If there is no me, there is no me. If I even if like right now if I lose myself for my mom, I'll die. So there is no me. I can never be a father when I'm dead. Very true. I have to move away to be a mtoto akiulizwa anasema baba yangu acha nikamuone leo. So that is what I took and I decided to separate with the family because I could have done something worse to them. It was in my mind. Like depression ilikuwa imekufika hapo. Wacha. I've tried, I'll give you a story of me how I've tried to kill myself, not once. Serious? Yes. But the pain that I'm having is the one that I'm still breathing even right now. If I didn't have the pain, I could have done it. Haya, sasa turudi sasa pale kwa painkillers miezi 2 unakuwa sawa. Nazo. Sasa after nimeachana na wife, sasa nimeanza kuishi peke yangu. Na ile pain. Naona kwa hauna amka. Sasa at least naweza kufanya hizo vituko, naweza kuweka maji kwa karai, nikalie cause mwili imekuwa moto. I'm telling God to cut my leg, like atoe mguu tu mimi nibaki hivyo. I'm ready. Namwambia Mungu, what have I done? Naamka usiku kuangalia kama kuna uchawi kwa nyumba, kuna vitu zimewekwa cause the head is not right. The depression, na tunashindana mabeste ujue, na kuja tao tunashindana, lakini nikifika kwa hao na nawaambia. So ukiwa na mabeste kuna hiyo pain ama tu niko nayo na nawashow like I'm going through pain, but saa hiyo obviously akikwambia hivyo anakwambia pewa white cup na umemwambia uko na in pain, obviously you want to enjoy the good time because you don't have anything else to do. So hiyo time ulikuwa unaweza maybe kujitekea care, ungejipikia hiyo time. Sasa najipikia, niko na hiyo pain najipikia, niko fiti, niko single saa hiyo na enjoy life kwanza vizuri sana hapo. Tunatoka hivyo round zangu 3 hivi na make 1000. Sasa hiyo nimeanza isolate. Nikimake 1000 nishaweka life 1000 kanyama kangu nyumbani na ka 2 days 1000 ikiisha narudi because siwezi manage hata kubeba kitu. No, I guess I understand mali penye sasa where you're coming from, because wewe ukikuwa na hiyo thao you are able to take care of yourself peke yako. But kama ungekuwa na wife hapo at that time na mtoi, kuna tu majukumu tu mob. Forget about even the money part. Like 2 brains zenye as you on the same page. I'm in pain. All she sees is a husband. And I expect to so hata si pesa imenitoa huku. Ni hapa. Cause nimekuja tu jioni
for maybe even for 1 year or 2 she has never touched my back to massage me. So you see those things, nakwambia the traumas now and maybe even if I go and cheat around hapo nje ako kako huko na mamaji moto tu akata you get so I feel safe yani nashangaa nashindwa why. Plus again, she's human, so because, she didn't know what was happening. Yes, I really understand her. Okay. And whenever she is, I love her so much. Sana. And she's a fighter as well. Yeah. So ukakaa sasa hapo peke yako. Sasa nimekuja bachelor life. Nimekuja nimekomboa kanyumba. Sasa niko bachelor life. It came to a time siwezi toka kwa hiyo kitanda. Siwezi toka kwa hiyo kitanda. So bado ile pain ni ile tu ya mgongo, hakuna pain mahali pengine. Ile part tu mbaya. Na ujue sasa hakuna imekill kila kitu, hakuna uwezi fanya anything pain. Ufikiri unaona, so ikafika mahali pia kuna sometimes when you are used to like hard work, ukizoea kujifanyia kazi tunakuwa na ego ya kutisha usaidizi, pride, like kupigia mtu umwambia I'm sick upendi. So one of my friends, plus penye wanaume amuongeagi so I came sasa waka decide nikiwa tu kwa how with pain one of my friend aka decide akafungua group we need to help Kelvin get an MRI. So I went for an MRI. Before we go for an MRI, let's go on a short break. Alafu guys, we continue with my DVD story. It is very touching, ladies and gentlemen. Hi girl. Hi girl. Niko fiti. How are you doing? I'm doing great. How are you? I'm fine. How is Nanyuki treating you? Nanyuki is not bad. It's okay. Karibu sana. No. The reason I'm calling is so I don't know sina vitu nimehama. Nahitaji vitu za hao hivyo. Like furniture. In terms of sijabai kiti. And now tu nimekuwa too busy. Like kiti, fridge, carpet, mattress, a bed kafiti. By the way, I got a spot. Haina shida. A place, Where would you chill me, my friend? You're new here. So there's this supermarket called Chimu. And by the way, the prices are very fair and very reliable. And they have everything you need, kitu yote ni una need. Kama ni fridge, kama ni vitanda, kama ni viti, pressure cooker, kila kitu. Hakuna kitu nyaona by the way. Actually, mpaka saizi niko Chimu. So kama hivi, ukuje, hata nikupin location, you check what you need. By the way, hata place yenye niko na wako na offers crazy. Okay. Hata utasave a lot of money. I hope they are affordable. 100% mnakwambia kuna offers, utapata una save mpaka 13k ma 8k huko depending on what you need. So ladies and gentlemen, we are back na tuko na the one and only kijana handsome Madi mwenyewe. Madi, unajua sisi tulikujua tulikuwa tunaona a very handsome man. Hey, unaweza mbaya. Ulikuwa unaweza mbaya. Buda. Hey, wewe. Hey. So guys, tulikuwa tumefika hiyo part ya mabesti. Like wakakuja wakajua umegonjeka, yuko fiti, so wakatengeneza WhatsApp group. Yes. So my friends, tulikuwa na ka group kanajita Team Maboys. So wakauliza MRI ni ngapi, kasemekana ni 40,000. Wakanilipia nikaenda. Now there sasa tukaanza sasa kitu inaitwa safari ya DVD sasa ya ugonjwa. Cause nikiwa na ngoja MRI itoke, I was in a lot of pain. Na sasa watu wamejua obvious. So I could afford sasa stronger painkillers. So nikaanza kukunywa stronger painkillers. Na hii pain imekuwa for how long? Like after nimehama. No, I mean like hii pain ilianzanga lini? Like niambie kama maybe 2015 hivyo. For the last 10 years. For the last 10 years. Yes, pain nimekuwa nayo
So sasa juzi after sasa nimefanywa MRI, daktari akasema niko na cancer inajiita Kodoma. It's very rare. Kodoma cancer? Kodoma cancer ya pelvic. I've never even heard such a disease. It's called Kodoma. It's a bone cancer. Oh. Bone cancer is for the spine. Yes. That was a shock. That was a shock for knowing my background, how my family is. Mimi ndio breadwinner. So okay, but turudishe nyuma. Ukienda hosi kwamba uko na cancer, ulikuwa na nani? How did you even take it yourself? Because it's not easy. Nilianza kushindwa na kwenda choo. Like I couldn't go both toilets, hapa mbele na nyuma. So my friend came to the house, akanichukua after a lot of pain, so like proti imejaa watu, Kelvin ni nduru tu anapiga, wakanipeleka hosi, wakaenda kufind out I've been overdosing painkillers because of the pain. So now they had to put the catheter in my whatever, and then the other thing in my back for those, kwanza niende choo kwanza. Hiyo ndio ilikuwa step 1. Tukaendelea nikakaa hosi for a month. My friends walikuwa wananicheka, tujajua niko na nini. So everyone is coming, wako in shock like what happened to Plus unajua wewe wanajua ni joker, wewe joke. So wakikuja hosi wananipata tu niko hivi. Some deleted me in their mind eventually. What do you mean deleted? Like people came and saw me and start saying that I'll never come back to this world. It was the end of me. I was sick. It was that bad? I was dying, yes. I was dying. Mimi unaona hapa. I couldn't eat anything. I was in Pampers. Where? After being a bad boy, like ningekupiga vibaya sana, sasa tunaongea niko huko na Pampa General Hospital. What? Yes. Yes. Sasa process ikaanza like, Kelvin, what do we need? We need a biopsy. Sasa unaona tumejua Kelvin ako na cancer. Cancer anahitajika nini? Sasa ni kuanza safari. It is a long journey. Cancer is a long journey. And I have a story for cancer people out there. It is not a death sentence. Cancer is not a death sentence. Ni ugonjwa kaida ingine. Pimple, malaria, it is not a death sentence. Yes. So now, turudi nyuma kidogo. Umejua like wendi kwa washroom at all. Both and then did you try to get maybe mtu mwenye ungeongelesha umwambie kuko hivi na hivi, siendi choo, sifanyi ama? I couldn't have that courage ya kuambia mtu because I had the mentality I've been telling people, but they don't listen. Yes, tunashinda na wewe the whole day, hata umeniambia nikupeleke mahali tunaenda tu, nikikwambia we na hii mgongo itakuja kuniletea shida siku moja. But so now I had that mentality like the same people I'm gonna tell this. But eventually sasa haikufichika tena. Because now Kelvin is in pain, he's going crazy. I started posting video of me crying, walking around my area now. Like ni usiku niko huko. One day now when I was in my house, not once or twice, nimeamka asubuhi nikachukua kamba. Madi. Yes. Kamba. Na Google like how to die easily. Because now the pain is too much. Naenda kwa mto, saa hiyo kufika kutoka kwangu kwenda kwa mto is 2 kilometers. Na tumia 3 hours cause hadi ni kucrawl. Cause hata kutoka kwa hiyo gate nifike kwa gate nianze kuteremka ili nifike kwa hiyo mto, hiyo bridge kwa hapo hivyo, Temu hapo chini, cottage. Nilikuwa kazi. So the pain made you sasa ukaanza kuwa suicidal. Yes. Depression sasa ili kick in. Depression imekick in na bado ujue lazima nijitume. The worst part was that you have to eat, you have to pay rent. Jua kuna mtu mwenye anashughulika na wewe sasa. Yes, at the same time after separating with my baby mama, she's still calling for help. Pampers, chakula. We need to go to hospital. We need to, mtu huyu analeta tu ajui babake. Wewe lazima ucrawl. Ni kucrawl, una crawl haelewi. Na nateremka kwa mto. Now the problem is the pain. When I tell you pain, I'm telling you labor pain is nothing. Sijaizaa lakini nakwambia ni uchungu nilikuwa. Sasa mti siko hapa. Siwezi rusha. Cause hii mkono hata siwezi rusha hiyo mawe. Nimefungilia kimti ili nirushe. Nijihang. Kuja hii side nyingine niweze kujihang.
Mungu anafika hapo, hiyo mwili Mungu mwenyewe anacheza through your pain, siwezi jinyonga. Yeah? Yes, not even once. I've tried to cut, lakini sasa the courage, you know, you have to be like now crazy now. Siwezi jikata, najua hapa mtu akijikata unaweza dedi. Lakini sasa ikifika tu hapa unaekele. Ukifanya hivi ukisikia kwa uchungu unajua unaacha. Siwezi guza. Yeah? Yes. I came addicted. I had to like look for something to do because alcohol is expensive. Now I start smoking weed. Now you can see now the depression. The person I'm dealing with. Weed ni ka 52 unasonga na. Wacha. Now I became addicted. I am addicted. Sasa kuna ile canotion cut weed upunguza uchungu. Yeah. Sasa hiyo at least ukismoke tu unatulia na. I used to sleep when I'm standing. Wait. Yes. I used to sleep when I'm standing. I have even a girlfriend. Like I can't sleep in your house. I can't. You can sleep in my house. You will think I'm demonic. Because the moment we just enjoy ourselves from there, you sleep. You wake up, you find me like looking at you like this, in a corner. So in your house, you can't sleep. I can't sleep. I'm in a lot of pain, but I couldn't tell you because I wanted to have a good. Ngoja. Ngoja kwanza. So sometimes unapata kademu. Yeah. Mnanako kwa through the pain now, like lazima nitafute kademu hapa because uko na pain. Yes, niko na pain, lakini nishaanza kulearn sasa. Hata pia ni depression, kukua ujarelease for a long time. So I'm starting to cure myself. I'm starting to know things that I didn't understand. Sasa kwa hiyo action sasa uko ni una pain. Hakuna. Sasa si hapo na ile pain niko nayo nasikia kudedi. Lakini sasa pain na ile kitu kingine ya pale mwisho, hizo zinapelekana hivi, navumilia. But after that I'll hate you. Even you will hate me. Kwa nini? I'll start looking at you because the pain will come later. Oh yeah. I can't stand even in your house for. After that I'll leave. And most of the time is when you'll never call me again because I didn't sleep. You want to cuddle. Jamaa nakwambia, "Oi." Yeah. Yes. So dem pia anaona kama unajifanya jua kujui ama mwili akuelewi sana. Unakaa mwizi. Sina kwambia ukiamka wewe. Hebu imagine unaniacha kwa bed, tumemaliza, umedoze. Sasa ukiamka hivi unanipata nimekuangalia hivi nafanya tu hivi. Ni uchungu. Unaniuliza na bado unajua ukiamka nitajifanya because I don't want to show you because maybe I'm thinking kataisha we go for another. Alafu tena uliperform. Alafu sasa wewe unakuja kuniambia hapa maneno ya pain. Nikisikia ukimorota hivyo siwezi kusema maneno ya pain. So pia hiyo ni depression. Another part. Another part now is like people surrounding my family because you see ukiona nimefika hapa, right? I have family, I have brothers, yes. I have just one sister. Mimi kwetu tuko wawili. Now my mom, my dad passed away. I have cousins. You get? I have uncles. It has been a journey. I can imagine. You know how family members are. Yes. Yes. Wakaanza kuona mimi nimekuwa mzigo. The language. So kwani ulirudi ukaenda home? Hebu twende tu pole madi. Haya. Sorry, nacheka sababu hiyo story umeniambia una perform alafu una mtu anakuwa na kama wewe ni mwizi. So at the end of the day, wakati ambapo wewe mwenyewe you are pretending, ilifika point ukajiaccept, ukajua sasa yenyewe niko na cancer, so ni mimi ni deal na mimi. Hiyo part hiyo side ya kujikubali, nilijikubali na wewe, like I decided not to involve anyone. I decided to go in a relationship. So now that's way later. Yeah, way later. Okay. Sasa nika decide I don't want to put anyone in my condition, like nistai kupea mtu stress. So what do you mean? Sasa familia ndio sasa wakakutenga na ulituambia wako Nyeri. Along the way, because I'm living in Nyanyuki. Yeah. I've seen people how they handle their own families, how they handle their own. I've not seen that to my family. Is it because they did not understand your situation? I've been through a lot of issues. I've been through a lot of problems that I need people. Yeah. You get? Like na si vitu naamka kwenda kutafuta. You know, like I wouldn't wake up tomorrow and look for nitake nikuwe na shida. So hizo vitu even ndivyo niliwa understand. You know, because there is no one that came and told me like right now I have a lot of issues.
No, they have never asked me how much I pay my house rent. They have never asked me how much I eat. They have never traveled from whenever they are to come and see me, but my friends have. And they know you're sick. And they know I'm sick. Yes. Anytime there is something that I need support, they always, like today in the morning, I left one of my cousins' group because I've posted something about my mom, a story of tutaenda hapo. I've started a story of my mom, and then they didn't talk since 3 days ago. They haven't said anything. Okay, hapo kwa familia tutarudi. Okay. So ukakuwa sasa ukatoka Hosi, so you had to come back home. I had to come back home after now knowing I have cancer. Kuna cancer ukishajua uko nayo sasa wanaanza kuprepare that journey. This is how the journey started. I've diagnosed with cancer. Obviously you have to get treated. Lazima utafute treatment. Kwanza hizo chemo ama? Yes. Now the hospital, obviously it's a struggle because you have to go to Nairobi. Yeah. So I had to move. They said they want to do radiotherapy. Towards 33 sessions. I live in Nyanyuki. I had to go daily for 33 sessions in Nairobi. 33 sessions? Yes. And remember, I'm single, nili divorce. Na una do hujakuwa tu. Na sina do at that time. Yeah. So I had to call out for people. So watu wakakama wakachangamka, nikaenda Nairobi. I stayed there for almost 2 months for the radiotherapy now. Kafanyiwa radiotherapy up to now. I haven't gone back to a hospital. There is a reason. What is the reason? I've come to realize life is very spiritual. And since I was diagnosed with cancer, I've lost 5 of my friends. With cancer? With cancer. And the process that I took on the first time going to the hospital, they die when they are on that process. You go to the hospital, you get diagnosed with cancer. They start giving you chemo, radiotherapy. After that, they send you to India. Are you getting now? Yes, the process. Which I was about to go. So I start seeing, like now, sorry to say, we lost Bonte. Yeah. You see, Bonte after because I have the same growth. After being removed, Bonte died. Yeah. You get, so I still have that in my brain. Sorry to say, rest in peace, my sister Joy. After being diagnosed with cancer, she dies after getting treatment through the hospital. So I decided, like, no more hospital. I want to live my life to God. So, okay. I understand we do. Most of the time I've also heard of people being diagnosed with cancer, wanaanza hizo za chemo na nini, eventually they just die. So una manage aje hii situation yote? First of all, I came to understand myself and God. Between me and God there is ni watu wawili. Sasa because now I won't say like hospital is bad. It is my faith. Yeah. You get, because nimeingia kwa Mungu sana. I don't know if you will understand it. I've been through thick and thin. Huko ndani kuna vitu nimefunguka macho nikaona. Ati Mungu sijaenda mahali yote. I've done nothing up to now. So hata dawa ukunywi, hata anything ukunywi? I'm using natural vegetables. Nimekuwa nikikuona kwa kwa Facebook and yes, I'm fermenting veggies, spices, turmeric, ginger, carrot. All those things look like your body. The carrot look like your eye. Nyanya inaka roho yako. You get. The cabbage look exactly like your stomach. So, unajua bado kuna watu wako na cancer pia watakuwa na kuochapa. Yeah. So, umeni confuse, lakini tutarudi hapo. So Madi, umetuambia umeachana na madawa kabisa. Kabisa. Like dawa za cancer. Kabisa. Na are you not regretting ama uogopi kuona? Siogopi. Ata. So una manage aje ama what are you doing exactly? I'll give you a little story. It's biblical. When God created Adam and Eve, aliwapeleka to the Garden of Eden, yeah. Right? Ukiangalia zile vitu tunakula kwa shamba, it's not a coincidence that God aliumba hizo vitu zote za shamba zinafanana na part of your body. Starting from carrot,
starting from the cabbage inakaa tumbo yako. If you bring a cabbage here and Google a stomach in your phone, I've never even thought of such a thing. Even this cabbage, kila kitu uto lines unaona kwa cabbage. Masikio inakaa nini? Masikio inakaa, what do we call this, walnut. Really? I think so, yeah. Hizo vitu zote hakuna kitu ikai mwili yako, hakuna. Interesting. Nimeanza kufikiria sasa hivi. The avocado is your womb. Mtoto akiwa ndani, uoni kaova na kamtoto pale ndani. Maduko shwe hizi stories za jaba. Google them. If you're out there, look. Mungu aliumba kila kitu unaweka kwa mdomo yako. Ikifanana na body parts. Guys, hebu tuambieni kwa comment section if you agree with what Madi is telling us. Like vitu zote zina grow kwa shamba. Yeah. Mahindi na nyanya ni roho. Mahindi. Figo. Those two things tunakaa hivi tu ili. Beans. Yes, beans. Okay, guys, tuambieni kwa comment section. So now when I started realizing those things, nikakuwa spiritual, nikajua Mungu. It's not that I'm perfect. I could have died because you get diagnosed with cancer, you die. Sasa nimesurvive for the last 9 months. Unaona, nimekuwa sasa kutoka mahali nilijua niko na cancer, it's 9 months. People die with 3 months. The doctor told me in my face, I have 5 years to live. 5 years? If I get the surgery, I have 5 years to live. What would you prefer? What would you take? If I get the surgery, get the surgery, I have 5 years to live. Chances are 50-50 for me to getting babies anymore. Daktari aliniambia in my face, Kelvin, I can operate on you. I can have a surgery on you. You will be impotent. 50-50. You can lose your legs. That is after surgery. After surgery. Yani, kwani huyo nini cancer yenye wali diagnose ulikuwa stage 2. Stage 2. Yes, and they said ilikuwa stage 2 and I have another growth in my lungs. Yes. I have this and I have another growth which is 3 centimeters in my lungs. You know ilitoka wapi? Because of the doctor said I've been sleeping a lot. Hadi kulala vibaya tena ni shida. Because unajua mimi for the last 10 years I've not slept with any other side beside this one. For the last 10 years. Hata tukue tuko wapi, kitanda gani, nalalaga na hii side. So if you even go to the internet, kulala sana na one side inaweza leta hizo vitu. So akakwambia sasa uko na 5 years to live, sijui ukifanya surgery nini. Yes. So wewe ukakaa chini, you opted, you know what? So nikakam after kurudi huko, after now the radiotherapy. So I had to go back to check because I have a 16 centimeter growth kwa mgongo. Yes, a tumor. The one that is cancerous now. Imetoka hapa from the pelvic to my hip here. It is 16 centimeters. So after going for the radiotherapy for 16 sessions, I was supposed to go like on December to go and do for an MRI and go back to hospital so they can confirm kama tumor imeshrink. Okay. So now along the way, because walinipatia time ya kulest hiyo December, kutoka December hadi saizi something came into my mind. Nikakuja nikajiuliza, umeenda ukaconfirm tumor from 16 imepungua 3. What will you do? Uende uangalie hiyo tumor upate imepungua imebaki 1 kakitu kadogo hivi. What will you do? Nikakuja nikajua for me the hospital is not the way. God has the power. So wakati mwenye ulienda hosi ulikuwa umepokwa na 16 cm. Yes. Ukaacha. Nikaacha. Then ukaenda tena kupima uangalie ama situation iko namna gani? Sasa ukapata iko sikuenda. Sijarudi tena. After nilienda nikaambiwa ni 16 cm, nikaenda radiotherapy for 16 sessions. So now my friends were waiting for me to go back to confirm if the radiotherapy ilifanya kazi. Unaona? Mimi sikurudi. Okay. The biggest reason, nataka ni explain the biggest reason yenye wewe mwenyewe ulidecide unajua nini kunywa hizo dawa tena na siendi hizo hospitali tena. Ni because I've seen you
tumejionea watu wenye wamepitia hiyo mto, because tuite mto, because you know when you enter to that river of cancer, it's a river now, she is flowing like uko kwa hiyo journey ya cancer. Hiyo safari ya hospitali inaelekea wapi to the end? So decision yako ni watu wenye nimeona wengi after diagnosed by cancer go iende hiyo growth hiyo tumor itolewe, you go to India, you go where yes. So I want to change this. I want to, like, it's not I'm trying to be a hero, because I'm always afraid to die. At the same time siati na enjoy sana kukua hivi, but I want to try and change things to show that God can heal. I want to show people God can heal through his things. Hata ukaimsika. Unaona zile vitu ameleta huko kwa shamba, huko mkoro wako nazo huko kwa shamba. Hizo vitu ni Mungu alileta. God alikuwa ametupanga from the word go. Na akajua uwezi kula hii, unaweza kula hii. Yes. So hizo akatupatia pande. Yeah, hizo alikuwa ametupanga from the word go. So in short, the reason is why ni venye umekuwa ukiangalia unaona enyewe wasi wakienda kwa hii barabara ya una follow kimo una therapy uenda India. Plus hiyo umetaja some of our friends when walituacha. So wewe uliokaa hivi uko na you know what, siendelee na hii hospitali, wacha kaende. And in other words, I need to give God a chance. I need to give everyone this is what people do. Yes. This is what people do. God ni mmoja. Unamuomba akuponye. You get my point? Yes. You want God to heal you. Why put extras on that? Unaona, uwezi kuwa unaomba Mungu akuponye na uko na mchongo ya punda kwa nyumba. You have to be sure. Yes. So now nikaangalia the same process. Sasa nikaamka nikasema, if hospital will make live in this world, I need to go to Jesus tomorrow. Well, okay. Yeah, that's how, like, hiyo ndio venye nimekasirika na hiyo ugonjwa. Hivyo ndivyo nataka kupigana nayo. I know, because that's the energy that I have in my heart. Because I know maybe kama ingekuwa ni watu wengine wangekuwa zile za daktari amesema nifanye hivi, so unafuata daktari mpaka then, but we are not saying that following the doctor is bad. No. But again, me I believe faith yako venye tu wanasemanga your faith can move mountain. Thank you. Leo ukiweza amka useme nitalala kwa kitanda juu naumwa kichwa inakujanga tu kikuuma, lakini ukiamua useme you know what, yeah, sure. And I'm loving the belief that you have, because at the end of the day umeshakubali ukajua manze sasa hata nini madawa zinakaaje, God tu ndio akona answer na history yote. And at the same time, the reason why I decided not to go to hospital and not to follow the hospital, the doctor's way or those things, there was a struggle from the start. The hospital way is very expensive. Of course. Very expensive. Considering hauna job. Yeah. Hata ukue na hiyo kazi. Na labda ukue sijui. It is expensive. Because me going from here to Nairobi moving, we used a lot of money. And then we are believing in something we don't know. But we know Jesus. We know God did things. Unanielewa? At the end of the day, huyo mtu after aliniambia like I have 5 years to live, I came back home. Yes, na nikaambia Mungu, you need to bring away. Do you know, like right now hizo vitu nakunywa like cause they are organic vegetables. Organic. Tuambie nini na nini unatengeneza so that kama kuna mtu pia unajua kuna watu wengi pia wanasema si lazima niende hosi. Kuna watu wengi wako hivyo, so tuambie ni nini unatumia nini na nini ndo at least mwenye atachukua hiyo way asonge na hizo vitu. Hizi vitu ukiangalia like there is something in medical thing tunaambia kwa dawa imetoka kwa mimea. You get imetoka kwa which is true. But now if you know that and you can see the mimea here, why don't you use the mimea? What I do, I ferment vegetables, carrots, nyanyas, turmeric, ginger, walnuts, every kind of nuts, beetroot. And hizo vitu ni vitu zenye tumeishi kuambiwa, si hata umeishi kuambiwa carrot inasaidia jisho, eyesight, you know, at digestion, cabbage inasaidia digestion, you know, but all in all hatujui venye tutamake hizo vitu zikuwe dawa. Do you know why we ferment these things? Hizi vitu si mimi nimegrow. I want a cabbage. Si mimi nimegrow. Hiyo cabbage nimenunua soko. Obviously zinatumia
fertilizer you get they are not doing it organic tidhumu you get sisi kama zile za kitambo sasa kila kitu ni GMO. If you take them directly to be honest that's another cancer from the shamba because unajua ule siwe umepanda. This is where you come to Kelvin now na tunakueleza venye utazitengeneza zitoke juice. You ferment them like Muratina. Unanielewa, unazifunika for 15 days. Yes. So that shows unatengeneza kitu kikubwa sana. 60 liter gallon. Ikiwa imetaitiwa vizuri. Hizo vitu zote kuna venye zinapangwa huko ndani vizuri. Beetroot zinakava juu na nini. Hiyo juice right now I even have friends that have diabetes. They are not for 2 months they haven't take their medicine. Yes, I have another tamuita mzazi ni mamangu ako tu hii town, alikuwa amefanywa alikuwa ameenda chemo. Right now she's like on my phone but I can't afford to give them for free. But you see, I agree with you because those are the things that these wazungus don't want us to know. Yes. Hawatakangi tujue kama hiyo dawa, of course hiyo dawa imetoka kwa mimea, lakini hawatakangi tujue unaweza mix hii na hii na hii na hii, kama ulikuwa unaumwa tumbo iishe, unaweza mix hii na hii na hii. So they always try to cover our eyes ndio tusione. So I guess whatever you're saying is true. Labda hata hiyo malformation ndio inatengenezwa inakuwa tablet. Tukikaka right now the body has its own way of healing. Starve your body. The more you feed the cancer cells, kama saizi like venye nimekunywa hii soda, that tumor is very happy. You get the more you ukikula mimi ukako how even 4 days without no food I starve the cancer. These things are natural. These mwili iko na Mungu alikuwa ametupanga. Na sisemi ati hosi ni baya. The hospital is not bad. Because you can know if you have cancer without big diagnosis. But the moment ukishajua if you're out there you are going to a hospital you are telling you have cancer, go back home. And your people watu wenye wamekusurround wakikupea support, it's the only way you're gonna make it. Enda tu home. Cancer usianze kukimbia. People are dying because people want to take you to India. Kupanic. The moment you are told you have cancer, even your wife starts thinking of how he will sell your things. Because everyone knows that cancer is a death sentence. So, Madi. Yes. Umetuambia hizo vitu zimekuwa ukitumia na nikikuangalia mtu atazi sema wewe ni msik. Kuna time nilikuwa naga ukiwa hosi you were badly off. Yeah. Ulikuwa umeisha nini, but size naona uko fiti. Umeanza kurudisha hadi mwili. So, ni hizi vitu ulizijuaje? Juwezi tuamka useme wacha leo ni boil beetroot. Wacha leo sijui ni mix sijui nani. How did you know these things? So I was just sitting with my friends. Obviously mmoja wako anajua mimi ni msick, so akasikia mimi ni msick, I have cancer. Akaniambia kuna baba yake amekuwa kidili na cancer for the last 3 years. So akanipea story, akaniambia you need to talk to this guy because my father kuna kitu juice amekuwa akikunywa, natural juice amekuwa akikunywa yenye inafermentiwa through this guy mwenye anakuwa Nairobi. So cause when you are sick, you're desperate. Yes. Unaweza boil, hata mtu anakwambia utotuvia tutoka utuboe ukunywe utotumaji daro. Nilikuwa naamka nikiwa nimefanya venye nimeambiwa. Nikuwa mchawi tu sijaingia because I believe in God so much. So anything hata ukinipigia uniambie uko hapo chukua chumvi ulale uko umejiekelea hapa, nilikuwa nafanya hivyo because I'm desperate. So the guy told me take this number. Hapo tu through God's grace nikampigia nikamwambia hello, my name is Kelvin. I'm from Nanyuki. You know this guy called Monene? I know him. I was treating his father and his father is okay. Okay, wewe umegonjeka wapi? Mimi niko diagnosed na Kodoma cancer, bone cancer. Akaniambia do this. Look for 7,000 transport all the way from me to come to Nanyuki. From there I'll ask for another 7,000 because I'm already feeding my kids for that. Of course. That's what I do. And then send another 10,000. I buy you food. I buy you now those things. Akanitumia list. Nikaona turmeric, hivyo ginger powder, hizo vitu zote nikaona list ya vitu kama 40. So I'm desperate.
my friends were there, nikawaambia mnaona aje, wakaniambia shika bora tu pone ngiri moja ngiri mbili, tukamtumia. He came the following day, he came and opened our eyes. Opened our eyes. Alipigia watu kama 20. Hello, where are you? Mimi niko tu Murang'a. Uko aje? Niko fit. Ulipona? 5 years now mimi. So wewe ukufikiria mtu anakukona or anything? I was willing. Mimi hakuna, nilikuwa nishakoniwa na watu kaa 10. So huyo hata niliona anaitisha tu pesa kidogo sana. Cause kuna wengi walikuwa wanakuja wanatuambia hata tukunywe hizi ni za 100k, team inanunua. Cause they want wanataka mtu wao arudi kwa ground. So plus pia na understand pia perspective ile ya faith pia. Juu unaweza kuna kunywa hizo vitu na una ile faith ya God, unaambia God wewe ndio uliumba hizo. You need to understand what are yes, cause pia ukiona and then there is a lot of hidden things beyond pharmacies. Yes, very true. Hiyo ni biashara. Hiyo ni biashara. Yes, so people out there need to like give God a chance. Na hiyo kitu nataka watu waishike hivyo. Wacha kuamka asubuhi wewe unaenda church daily. Umeamka umeanza kukohoa. The next thing ushaambia Mungu, karoha yoka kwa 3 days. Lakini unasikia unaambia nani? Mungu. Lakini at the same time you are looking for another God. Because those are two different gods. Yes. The hospital. Yeah. So mimi huko nje tu nauliza kitu ya kwanza, that thing is working. Because hakuna mtu wako on his right mind like me naweza kaa hapa kwa podcast ya May the Supergirl nianze kuambia watu like there is a remedy which is working for cancer. I'm a testimony myself. By the way mbona umechange, like the last time nilikuona ukiwa hosi au like ume add weight, umekuwa fiti. Saizi wase hata nyinyi mnaona like ukiambia Madii amekuwa in this situation, huwezi believe. And I'm using everything. Okay. Everything. So unaikunywa 1x3 ama it's food. Lakini sasa mimi badala ya kukunywa glasi ya maji I'm taking 2 liters a day. 2 liters a day. I'm taking it like water because it's a juice. The moment umeitoa pale umeifunika ikakaa 15 days fermentation. So obviously ukishaisikia fermentation na kuna asali, kuna ndimu, kuna cabbage, kuna nini. Kwa hivyo ni kitu imechacha. So nataka mtu akona hiyo roho, but it's working. It's working. First of all these things is about cleansing your body. Yeah, true. Mwili yako ukisha make sure iko protected, protect your bones, protect your skin, protect your eyes, yani like mwili ikuwe tu iko na nutrients ya kutosha. So now guys, najua kuna Doubting Thomas, mimi hata nimejitolea. Next ile yenye unakuja kutengeneza hizo vitu, uniite tu create content. Yes. After 15 days nirudi tena tupige hiyo kitu. Yes. Anyway, so if I may ask, through your journey yako, unajua your journey imekuwa tough. Umesikia tulikuwa na depression and all that. How were your friends? Kuna wenye umesema are supportive. Lakini unajua huwezi supportiwa na kila mtu. So how did you take the whole ya support ya mabeste? First of all, I'll thank them, the whole friend thing. Yes. The whole friends. Yes. Wali come through when you wali come through. Yeah. But my closest friend I didn't see. What do you mean? I didn't like when you unasemanga your best friend. Yes, my best friend I didn't see them. Especially I was expecting nikisha kwa kwanza niko home like nafaa kuona best yangu hapo akiniuliza utakula tu matunda, unanielewa venye tu tulikuwa tunapiga sherehe na brother juu na Kandai, na siku hizi niko na Kandai, acha nikuje nikubebe uko wote kajua. You get the expectations are so different. So cause right now I'm trying to kupatia watu wenye wako huko nje nguvu. Don't expect much from people. Yeah. Don't expect much from people. Like ukijaribu kuanza kufikiri, because right now hata hapa mahali nimekaa I'm still going through the same depression. Ya watu haiwezi kuacha. Because how God won't come and feed me. Yeah. Atatumia watu. Yeah. And if my friend is out there na anifikiri siwezi kula. So hata I'm even fighting like asking God okay, naomba kupona na pona, yes. Yeah. But ebu Mungu niambie venye kunaenda hapa. Yeah. Because ni ile kitu imenitesa sana si ugonjwa yangu, ni survivation. Yeah, true. Because if you as you can see I love sikai nakula fiti, obvious.
at my age survivation lazima nikuwe na 600 kwa siku ili ni survive. Ndio kule fiti. Unanielewa? Ili cause daktari anakuambia make sure umekula kanyama kidogo, make sure umekula mayai, fruits. Tutatoka wapi na ufanye kazi? At the same time the people around me they are calling me as if I work in a bank. Hata kuna time nilifika mali nikauliza mamangu, so painful. Nikiwa sasa nimejam. Niligonjeka nikalipo ama. You get now the pain mali liko imefika because she's hungry. The only person she can ask for food ni wewe tu. Ni mimi. Amekatiwa maji. Naye haelewi situation yenyewe hata hujatoka hata kwa nyumba. Anaelewa lakini pia anajua unasaidiwa. Obviously she's human. She's using her 5 senses. Ana feel my best madire. Anajua niko mgonjwa kabisa na alikuja hata hosina akaniona, amekuja hata kwangu. Lakini si anaona venye mnakuja. Of course juu watu wananyuki nao wakiamua kukusupport wanakujanga big numbers. Yes, so mother maybe anaonanga madino leo taidetia dogo kule. Unamaragi kutaidia. Yeah, because obviously and then she has an option. Kijana kihuni yako noke. Nejo mrwalu but now do this. Hii shamba hata tupande tumai. Anaanzia na hiyo statement. The same case applies unapata sasa. I have a baby mama. I'm in the same group watu wenye wananisaidia but she'll call me like a husband mwenye tulizana those things. Sasa on my side I don't take it that way. Unaona cause nikiwa kwa nyumba na shangaa ameona juzi nilikuwa nimepost hapo sijalipa rent. Leo amenipigia kuniambia mtu hii anapampaza ama anataka kwenda swim or anything. So those things I'm dying with them in my head. I know. And ni venye umeniita today here. I'm in my breaking point. What do you mean breaking? Hizo vitu nimekupea, hiyo heaviness, I'm in my breaking point. I need like someone to talk to. I need any kind of support I can get. What exactly is happening so that at least nimekwambia hizo vitu zote zenye nimepitia. As I'm minding my own business, eventually I was even in Naivasha. Like my friend akanichukua hapa akaniambia Kelvin utakufia kwa nyumba. Twende Naivasha. Na si sherehe kwanza ananipeleka yeye anaenda shughuli zake so nikuniambia wewe twende I'm doing for business but let's go together. At least utoke kwa hao. Utoke kwa hao. So I went. Hiyo time nikajiambia nizime simu. Nipumue. Because obviously simekwambia watu wana deal na mimi kawaida tu. Unanielewa? So after kuzima simu for 3 days, best yangu aliamka asubuhi akaniambia unapigiwa simu na mtu anajiita so and so kwenye kumeungua. Like so nikabreathe nikamuuliza akaniambia hawa ya madhako imeungua. Nikamwambia what do you mean? Akaniambia ni ukweli. So I took my phone nikaeka on. Nini story ya juzi? Monday. So now I took my phone and I called. Hello, what's happening? Akaniambia eventually nyumba ya mamako imeungua yote na ikaisha. Ongea na madhako. So you can imagine talking to my mom. My mom she's afraid to tell me this. Knowing that the only thing mtu mwenye anaambia hivyo ako broken already. The weight is too much for me. So my mom was even telling people hakuna venye kaambiwa nyumba kuungua tuwezi kosa kuambia mtoto. True. So I was called. What did I need to do? Sasa nikaenda kitu inaitwa depression. Because first of all I have to question. Immediately I have to question myself. True. Nikamuuliza which kind of protection is this? Which kind of this? Mateso gani hii unaniambia ati na hapo mwisho nitapata glory? Mateso gani? It's too much. So nikaanza kurudi pale tena kwa depression, nikaanza kujiuliza na sasa hii hawa watu huku Naivasha naweza jirusha kwa hii kitu. Cause now nyumba imeungua nitajenga na nini? Mimi mwenyewe sina kwa kukaa huko. You get? So I told my friend we have to leave. So we came yesterday. I called my friend in the morning nikamwambia nipeleke nikaone madhe. As we were driving towards kuingia home, tukapaka hapo nje so tukaita mkoro wapi? My mom came out of the house like amepasuliwa hii side yote. Jicho inatosha na hivi.
I have the photos, like anatoshana hivi. Ni nini ilimhapenye? Alipigiwa simu na wetu wa Red Cross wa Nyeri, aende town, aende nguo za kuvaa kwa hata hana nguo. Najua ana kwa kulala na hana nguo, so ana survive huko. So akakaa mtu after Facebook akakaa on her way back. This is how the devil is working. I don't know towards who, because it's not me, because I'm not giving up. Mamangu akirudi 100 meters from home, walianguka wakajichora kama mtu amepasuliwa huku, hataki kuniambia. So amejifungia huko kwa kichaka huko, amekaa, hataki hata nimuone. Anauliza nimekujia nini, because nikimuona hivyo anajua sasa mtoto wangu atatoka. My friend started crying yesterday, and thank so much Juma for taking me yesterday. I can imagine. You see all those things. Mamangu saa hizi ananiambia hizo vitu, anashanga hata nitajibu nini. She's calling me 20 times a day because she's even wondering can't I survive. Madi uta survive. You must survive. Ule God mwenye umeput trust kwake lazima uta survive. And it hasn't been easy. Nimeumia, you know. It's okay. Utakuwa sawa. Because beside my strength, hii nguvu unaona niko nayo. I want to, like, don't try to put yourself in my issue, but think of it like, how do a young man like me survive without working? Unaona? Mungu hata Mungu akikupenda aje hajailetea mtu briefcase ya pesa. True. Unaona? Hata nikiwa na hizo food hapo, I need kuna vitu zinahitajika hiyo food hivi. Nikiwa na unga, kama natakuja apate unga 5 hapo, siwezi zikula hivyo. Unanielewa? I need gas, I need maji. Yeah. And then hiyo part kwanza ya watu wenye wamekusurround, because this journey is very easy. Because I do my math, even my surrounding, my people, like my cousins. If they want to make this easier for me, they can. They can, yeah. I live in a 5,500 house. I have more than huku Nyanyuki peke yake. Niko na kama 10. Makuzo. Kama 10. They don't even live. I see them daily. Na hizo upatia hata kama mtu hata. They haven't stepped, like wachukue tu miguu akuja kwa hiyo nyumba hata kuangalia kama ni dead. My sister has never, my own sister, I understand her cause ana nguvu, she hata yeye ni hustler, hako tu hivyo. Na mo understand and I love her so much. Imagine the pain at my sister hajai kuja hosi, hizo zote hosi nimetravel hata kuniona. Na mo understand ni Juana. I called my sister once when I was sick, she told me I should send her transport. And the world is cooked. Na watu wakishikana kidogo kidogo, we can make this world a better place. But if we continue with the same spirit, we are not recovering anytime soon. Ulipata kitambo ukienda kwa kila nyumba Gishagi kwenyu unakunywa chai. Try and go do that right now. Hakuna mtu anakupea. And this is how, like, I understand. Like right now, the God is so pissed with people. The flood ilikuja. Unanielewa? Flood ikakam. But hakuna mtu mmoja ameamka hata siku moja kuambia Mungu, please, because God has the only solution to stop this. So you know, but everyone is saying about that man. That man has he cannot protect this one. Hata saizi wacha drainage mchukuliwe mwekwe juu. God will bring mvua yenye hadi hata kanisa hawajasema anything about it. Yeah, actually by the way, hakuna mtu ameongea. Na kutanyesha, hakujanyesha mvua itanyesha until sisi wote tukuje to repent, because you can have this glass of juice today peke yako, unaona, lakini ukishare you will save someone's life. Very true. Yes, people need to start sharing things. Anything you have, you don't have to have like 20 clothes, even some you don't wear. Yeah. When you unapita na usitake hata kujua, because that goodness will come back to you. But imagine like people you are my friend, because I have friends who are capable to help me out there. And they think
funny. Yeah, because there was a time ulikuwa pia na waheshimiwa fulani when you were strong. Yeah. Uko na waheshimiwa ulikuwa unawasupport sana. Like I've even taken a bid for them. Tumepigwa sana juu hao. Yes, by the way umepigwa sana. I remember kuna ka series fulani umekuwa uko tu sawa, like you're even offering protection, like you guys were so close to them. Hebu tuambie, do they help you ama like kuna wengi walikuwa wanakupenda sana juu wanajua wanu ulikuwa na support. I was the head of security wao. Imagine. Wengine wao ya. Sasa with all this sasa saizi uwezi fanyia job ya security. Siwezi. Walikutenga ama wanakujanga wanakusupport ama do they even pick your calls? They don't. Yeah. They don't. Like, and I always tell them but unapata wenye walisaidika wako kwa viti, they don't, but I appreciate wenye walianguka more. At least wanakuja kuona. Yeah, wote wenye walianguka, they really come through for me. Yes. Okay. So sometimes I feel bad because kwa nini ulipenda time yenye niko sawa, lakini time yenye si uko sawa ndio unaanza like unajitenga and all that, because nimeona ni tabia iko sana, na sorry to say this, na ni kama tabia sasa binadamu wameimake ikwe normal. Like mimi wakati mwenye niko sawa na celebrate, Mea ako sawa, ni mimi ana launch vitu zake, watu wataki kuji associate naye sana. Alafu wakisikia Mea ako na shida wanataka kujifanya venye kidogo tu, wasikie Mea ameenda. Usijua mimi ulioneo post yenye niliandika nikasema, when I am celebrating you guys want to be associated with me. But let me tell you, especially kama ile time yenye nilikuwa na launch your podcast, and thank you so much for coming. Ingekuwa time amegongwa na bike huko ameisha, wewe mwenyewe unajua kwetu parking haingepatikana. Wacha tu kwetu parking haingepatikana, kungepatikana chopa huko. But sasa kwa nini mlifanyia hivyo time yenye mimi si huko? Why can't we support each other wakati mwenyewe tuko high, when I can appreciate? That thing is killing me from the inside sana cause mimi nimeenda mazishi ya watu hawezi jibaia githeri, lakini ile mazishi mimi nimeenda ni ya millions. Mimi unajua hii tao si tunachanga millions of money to take someone to his grave, but we can't even 200,000 to make tusaidie mtu aishi one day. Hata 200,000 mingi, because I feel like sasa kama wewe kuna time maybe umenid maybe kama ni hizo dawa maybe ziko worth 5k. Mtu hawezi kukupatia hiyo 5k juu anaona ni kama sijui nini. But anyway, that is a tabia that we are supposed to stop, guys. Let us appreciate. Mimi kwanza abuni appreciate wakati juu sitaishi forever. Appreciate me when I'm here. You understand? Yeah. And we appreciate you so much. Yeah, and we support each other when we are here. And mimi kwanza nipeane apology yangu because pia mimi sijawahi kuja kukutembelea, lakini I'm coming. It's just mimi nimekuwa na maneno umekuwa mingi sana. This is enough. It's never enough. But so umetuambia madhe hajakuwa kifeel poa na mkaniambia saa hii ndio uko kwa breaking point. So how are you surviving now? Saizi mimi I'll say this like with a lot of humility. Siko kazi hata I'll tell you why. Mimi nikikuja kukonjeka nilikuwa nishapata, this is how hard working I am. Nilikuwa nishapata kazi na hii handsome tu. Nilikuwa nishapata kazi kwa county government. Okay. And it's something that I want you to push for me because I've been hurting for that. Wamekuwa nikiumia. I'll tell you the story. Kwa hii regime hii iko. Okay. Nikafanya kazi for 6 months and then sasa at the same time hapo ndipo nilijua niko na cancer because nilikuwa nafanya garbage collector. My estate. Na unasikia bado niko na kale singekataa hiyo kazi. Naona sasa hiyo ndio sasa nataka singekataa because nikikataa hii kazi I won't make a living na nimeitafuta. So nikaingia kwa hiyo role na uchungu ya waloli walikuwa wanani understand. Hata nawaambia hiyo siwezi inua siwezi inama hapo. Wananiambia leta ile, so nilikuwa sawa kwa hiyo kazi. After kudiagnosewa up to now for the last 7 months sijalipwa. Sijalipwa for the last 7 months.
I've been calling everyone, texting everyone, I've been posting my videos struggling. Kwa hivyo si ati sijaribu kujisaidia. So ulifanya kazi for 6 months na hujailipwa? Sijailipwa, hata saizi niko kazi. Like niko home na sijilipa, yani unaget niko job kwa county. Kwa county like yeah, in books, on records. Yeah, but lakini hatulipwi. Bwana Koinange, Mheshimiwa CS. Please. This one with all due respect and with all, niangalie hii kamera. With all due respect and with all humility sir. Ukijana anateseka man. Sana. Ukijana anateseka and we are begging you, hiyo miezi yenye amefanya kazi mlipeni tu. Mrudisheni kwa salary. Mrudisheni kwa salary. Yes. Na mumlipe. Especially hiyo wakati mwenye alifanya kazi. Because at the end of the day he worked. Tafadhali, the county government, Madi needs you more than ever. Right now he's very sick. Again, his mother amechomekewa na nyumba and alipata accident. Right now he's at his edge. Please, the county government, with all due respect, tafutini kijana pesa yake. Thank you so much. And a message for the people out there with a helping heart. Let's do this because kuna vitu mingi sana zenye tunaumia, and our people close to us, they have a solution to it. Very true. Because I have friends. Mimi marafiki majina hiyo friends I have. If you want a doctor I have 5. If you want a lawyer I have 5. If you want a police I have like 20. Engineers I have like 10. But ukiangalia shida zangu ni shida za 20 bob only, because I'm asking. Unasikia nimeondokea dawa. I don't want to go to India. I don't want millions from my friends. I just want to survive, food to eat. Hizo matunda tu nikisikia nataka kubuy hizo, what do you call them, the veggies, they are costing, I used maybe 10,000 for 2 months, because like ukiziferment zikikaa zikiisha nguvu after 3 times unatupa, you buy another one. And I want to help even our parents out there, tukuje tukunywe hiyo kitu na inawaka. No, hiyo story yako juu hadi ya madhe, I would also want to request my friends na mabesti wa Madi, please let's come together. Saizi ni time yenye to need more, and we'll try talk to 1 or 2, but before that ningependa maybe utupatie namba ama utuambie ungetaka usaidiwe aje na mtu mwenye ako pale. 1, county government tafadhali, ukijana tu apewe pesa yenye alifanyia kazi, tunawaomba mumpatie. Saizi he's not okay right now. Then friends, let us come up, tujue venye mama ya Madi atajengewa nyumba yake. As friends, tujue venye atapelekwa hosi guys, because Madi with hii cancer na hii situation yako nayo saizi haezi fanya anything. Tusingoje mambo ati escalate sana ndio sasa tunajifanya how much we loved Madi. Guys, let us start this as soon as possible. Hiyo ni mimi ningependa kama tusaidie Madi. Sasa Madi, na wewe utuambie ungetaka wasio wakusaidiaje? Mimi naweza sema hivi, and I'll say this kwenyu nyinyi wa Kenya, Nyanyuki fraternity, people out there, TikTokers, Facebook, everyone, whenever you are. I'm not happy doing this, and I'm not doing this because inanifurahisha sana, it pains me, hata ndio maana nalia, because I know how it feels not to have strength to do your own things. Umesikia, I'm 35 years old and I've been suffering with this cancer for mali nilianza kushindana na kujifanyia kazi ni miezi 9. So unaweza imagine nimejaribu kujimaintain, kujifanyia kazi, sijaiba. I used to work for myself, so I have that thing in my heart, inafanya naambia tu Mungu anirudishie tu health yangu, and then I can do it for myself.
and I can continue. I have a lot of people that I help hata saizi with this condition. Niko tu na mtu ananitextigi na anajua msika, ananiambia Madi nitumie, so Madi nitumie na bado natuma. So naweza sema hivi, please help me in any way you can. Mi nauliza tu kusurvive, kuna kitu ingine nauliza, just that I have to pay my house rent, I have steamer bills. That's my mom ni msik, kanyumba kake kalichomeka, sijui nitaanzia wapi. Literally I don't even know what to tell you guys, how to help me, because 2 days ago I went and told some of my friends nimechomekewa na nyumba. Aliniambia watu wanasema I'm too much. That thing killed me, because too much si shida. Mtu akakwambia you're too much? Yes. As if you went to the shop to buy that problem. Huyo mtu aliniambia I'm too much. And don't joke, like even when I was in Nairobi for treatment, another friend after I came back aliniambia ati nilikuwa nimeenda sherehe. Like people, the sickness is not killing me. It is the things, zile vitu like najisikilia kwa akili yangu ni ngumu sana. I feel like sasa if you're not ready to help Madi, some things wacheni kushinda mkimwambia. So do you think that he went to the shop to buy those problems ndio mumsaidie? And there is no one special. Imagine. Nobody. I was once a bad boy. I was once a very handsome, energetic boy. And this is me now. Do you know the feeling that, unajua hiyo niko hamboliwa inatoshana aje? I've been humbled to the ground. Mimi hata saizi wezi huwa I think hata hizi. I don't know, like I'm humbled to the ground. And I used to be a dickhead. Like nilikuwa nimeharibika kichwa. But hiyo ndo itaadhi kile. Mimi climbing walls, beating up cops. Fuck, like I didn't, hakuna kitu singefanya. Right now I'm preaching. So please, mimi nawaomba tu nisaidieni tu nipigane na ile kitu iko mbele yangu. And for one thing, leave God out of it. God anafanya kazi yake, na please awatumie nyinyi munisaidie mimi. Alright. So guys, I'm also emotional kidogo, but guys, let's do this for Madi. It's not easy for him. Madi, tusaidie namba yenye wase wanaweza kukureach out nayo. Yenye wanaweza kutuma mchango, especially because I'm sure trend size na kumaliza sana historia ya Madhe. Yeah. Kuchomekewa home na pia hiyo sasa accident and all that. So I feel like that guys, that is something that is doable. Yeah, that is something that is doable. You build a house for my mom. Yes, na I don't think Madhe ana need mansion. So mali tu atalala, na kama maybe for example uko na vitu za hao pia zenye mama tumsaidie pia. Like guys, mimi ndajitolea ku lead hiyo inaitwa fundraiser. Yeah. Thank you very much. So what you do ni upatie namba yenye watu wanaweza kureach nayo saizi. We are going to create a pay bill for mom. Tuta create pay bill ya mom na tutajua nani atai manage. Yeah. So guys, tutawekea hapa pay bill, or rather I'll be pushing the pay bill because najua by the time pay bill inatoka, sijui kama hii video tulikuwa imetoka, but kama itakuwa imetoka tutawekea hapo. So guys, let us do this. This is something that is doable. Na I need do mob. Madhe kwanza ajengewe kahau kake na apelekwe hosi. At least hiyo block yenye iko hapo kwa Madi. Tulipeleka hosi jana. Okay. So guys, mmesikia mama Madi, at least after kupata accident jana Madi walienda na wakampeleka hosi. So kitu imebaki sasa tu ni nyumba yake ilichomeka yote, na hakuna kitu hata moja iliweza kudharwa like to ashes. Yeah, so everything was burned. So guys, that's what I'm calling you upon. So Madi, ningependa hawa watu wangu ni wasee wanaweza watatusaidia, na I'm sure mom, we're going to make mom smile very soon. By the grace of God, thank you. Yes. So utupatie maybe number ya yenye inaweza tumwado, at least hata Madhe apate food kwanza before tutengeneze kamati ya
kumjengea hao. Kweli. Yeah. 0707 311 415. Sasa rudia pole pole. 0707 311 415. Itakuja nani? Kelvin Gethenji Maina. Hiyo namba iko sawa ama turudie ya mwisho tu? 0707 311 415. Okay. So guys, that is Madi story. Na mimi kitu naweza kuambia Madi ni ati me am a believer of God hawezi kukuweka kwa situation kama hajui, kama ati hajui uwezi handle. God weka msee kwa situation anajua huyu ni msee ndapitishia, alafu ataihandle, alafu akue triumph. You understand? So usione like ati Mungu tu alikaidi akajam na wewe. Ni situation anajua wewe Madi hii utaweza. Na hapa pia God pia alikuwa anataka sasa umrudie venye umemrudia sahi. I think so. He was trying to save my life. Yes, he was trying to save your life because Madi, you are a bad guy. You are a bad man. Like, I think umeongea ukweli because I've come to look about my life venye cancer ilikuja. Kama ningekuwa na the same energy nilikuwa nimekuja nayo, I could not be alive right now. Very true. So it means I was a special person to God. Yes. So he had to like punish me the way he's punishing me for me to take a turnaround. Na watu wakiwa huko nje, don't take my story as just a normal story. Ikufunze mambo mob. Like when you are struggling, focus on God. Have the spirit to wake up each and every day. Ka hujakufa bado Mungu hajamalizana na wewe. Kurwara muno tigukua. Na if you are struggling, you are in pain out there, unasikia umewezwa. Hakuna kitu kingine, just focus with God. Na the moment umeanza kujua hizo madawa hizo pesa uko nazo haziwezi kusaidia, that's where God comes in na anakufungua macho, anaanza kukuletea hili. Very true. So mimi najua utakonka na utakuja hapa tena kutupigia story nyingine. I still think I'm trying to have that hiyo faith uko nayo. Yeah. But nikiangalia najua tutapigana. Mimi najua. So najua utakama hapa kutupigia story ya venye God amekufanyia. Like sasa itakuwa part 2 ya kucheka, kufurahia, umekuwa fiti, madhe yako fiti, kila kitu kiko fiti. Amen. So just know that we are praying for you. Na mtu yote tuko na help yote, tusaidieni Madi, please. Yes, na mimi najua mtabarikiwa sana sana sana. So guys, that was a very touching story, and just to remind you ya kwamba we will try as much as we can to reach as many people tungeweza. Guys, hata kama uko na 20 bob, hata kama uko na 30 bob, hiyo 20 bob imebaia madhe kijiko. Kama uko na 50 bob, hiyo 50 bob imebaia madhe hata katishu. Understand? So guys, nothing is small. Hata kama ni nini, kama maybe uko na household things pia unaweza leta. Kama uko na mawe, simiti. Yes. Una reach out, tunakujia tu. Mabati, msumari, vitu kama hizo. Yes. Sio by the help, lazima ikuwe ati monetary. Sio lazima ikuwe ati ni do. Unaweza kwa labda wewe unajenganga. Unaweza uko na maybe sand. Unasema mimi niwapatia simiti moja. Mwingine anauzanga misumari, mimi nawapatia ni sack moja. Mimi nauzanga mabati, niwapatia mabati 5. You understand? So guys, thank you so much for your time. Na waaminia nyinyi ni watu wangu. We say that we are building one big community. Na one big community saizi tumepatwa na hii story. So guys, tucheze kama sisi. Imagine sio ati Mungu amekuweka hapo akafikiria tu ujue ni favorite wake, uwezi pitia vitu zenye Madi anapitia. Nobody is special. So the best thing ni venye ungependa kufanyiwa just in case ni wewe, jua pia fanyia Madi. You understand? Na sisi watu wenye tunajiona hatuwezi gonjeka, just know we are not immortal. Yeah, true. Okay? Kitu yote inaweza kukuhapenia. Mambo ni ahiga wa hatu rolele. Anyway, but we are praying for good health. We are praying for God's grace. And guys, thank you so much. Just to remind you, subscribe, like, comment, and also share. Ndio historia ya Madi ifikie wase wengi wenye pia hao wana go through a lot, because I'm 100% sure familia mingi ziko na such issues like mashida magonjwa nini, but God akona sisi. Guys,
It was amazing. Thank you so much for coming. Yeah. Asante sana Madi, and thank you so much for hosting. Ule msee. Thank you so much guys. Thank you. Yeah. Whoa.